Yahya Jammeh alikuwa ni kiongozi wa Gambia kuanzia mwaka 1994 hadi mwaka 2017. Baada yake kupoteza uchaguzi wa 2016 ulifanyika Disemba. Huyu bwana aliwahi kuambia BBC kwamba alikuwa na nia ya kuongoza Gambia ikiwezekana kwa miaka bilioni 1. Hebu tuangalie kisa chake. Huyu mwanasiasa wa Gambia alizaliwa mwaka 1965. Miaka kadhaa tu, nadhani tu ni hapo baada ya Gambia kujinyakulia uhuru kutoka kwa Waingereza ama Mwingereza. Alipozaliwa akaingia masomo, na baada ya masomo alipofika umri akaingia jeshini. Hapo mwaka 1994 akaongoza mapinduzi ya serikali na akachukua usukani wa nchi, na baada ya hapo akaapa kwamba kuregesha uongozi mikononi mwa raia wa kawaida. Mwaka 1996 alijiuzulu kutoka jeshi na akawania wadhifa wa urais kama raia wa kawaida, na akaahidi kwamba atajenga nchi. Manake Gambia ilikuwa imesahaulika, ilikuwa ni kama hakuna kitu ambacho kilikuwa inaendelea. Kwa hiyo yeye alipochukua usukani kama rais akiwa raia wa kawaida, alijenga uwanja wa ndege, akajenga na hospitali kuu, na pia akajenga shule mingi. Unaona na bado alikuwa ameapa kumaliza ufisadi. Lakini kuelekea miaka 1998 ule ufisadi aliokuwa anapiga ama ameapa kukomesha, akarejelea huko. Samani, kuna hii mvua ndio iko na hiyo kelele kama unaisikia Lakini huyu alikuwa ni rais kituko. Manake alipora mali ya umma, kaenda akajenga poo nyumbani kunaitwa Kanilai. Ni Kanilai? Kalinai. Kunaitwa Kalinai. Akaenda akajenga huko jumba la kifahari. Baada ya kujenga hilo jumba, akafuga na wanyama wengi kweli. Ngamia, fisi. Kenya tulikuwa na Wanjakoya anasema mambo ya kufuga fisi. Kumbe ni kitu ambacho kilikuwa kimeshafanyika hii Afrika. Na Afrika, nakwambia, viongozi wa Afrika wanakuwa na mambo, wanakuwa viongozi wa vituko tu. Kwa hiyo bwana Yahya Jammeh alikuwa anafuga fisi kwake. Mwaka wa 2006 hivi kuna kitengo cha jeshi ambao alijaribu kupindua serikali yake, lakini haya mapinduzi yakazimwa. Na hapo sasa ndio uongozi wake ukachukua dira mpya sasa. Akaweka kuwa dikteta 100%. Unaona Lakini mambo yalifika kileleni mwaka 2007 ambapo alidai kwamba ametumwa na Mungu kutibu wagonjwa ambao walikuwa wanaugua virusi vya ukimwi. Na alikuwa anatumia nini? Dawa za mitishamba. Mashirika ya afya duniani alipomwambia kwamba wajaribu hizi dawa zake, alikataa kata, lakini alikuwa anazisifia tu. Alipoona kwamba kutibu virusi vya ukimwi hakutoshi, akasema hizi dawa zake za mitishamba zinatibu sukari, zinatibu kansa, zinatibu hali ya utasa. Na huu mpango ulianza mwaka 2007 hadi mwaka 2016 Disemba, baada ya uchaguzi ndio huo mpango ukasitisha. Maana alipoteza uchaguzi licha ya kwamba aliendelea kung'ang'ania uongozini hadi mwanzoni mwa mwaka 2017, na hapo ndio akatoroka kutoka nchini Gambia. Nakwambia uongozi Afrika
viongozi Afrika vituko peke yake. Wewe unatibuji virusi vya ukimwi kutumia mitishamba.